Kwa furaha zote, nderemo na vifijo, tunamkaribisha. Huyu ni mgeni wetu, sote tumkirimu. Karibu mgeni. Mimi nikimwonaga Dr. Pasco nakumbuka tu Siha Angavu. Siha Angavu. Napenda sana hilo jina. Siha Angavu. Siha Angavu. Siha Angavu. Siha Angavu. Siha Angavu. Okay. Yeye nimetokea kulipenda tu hilo jina. Jina zuri sana. Ina mambo mazuri sana nyuma yake. Siha ni afya. Sasa kitu angavu si kitu ambacho kinaonekana vizuri, kinavutia. Uso angavu, si unaona mtu ameasura kiuchangamfu. Kwa hiyo afya njema, Siha Angavu. Kiswahili cha ndani sana hicho. Tamu sana. Bwana, karibu sana Dr. Pasco. Nashukuru sana. Kama wasikilizaji tulivyowafahamisha kwamba tutakuja kuwa na daktari na kubwa zaidi ni kuhusiana na masuala ya afya akili. Na tukao tunategemea kuwa na watu kutoka shirika la SOS Children Village chini ya mradi wa Arusha Reinnovation. Nadhani watakapowahi basi tutakuja kuzungumza nao ili tujue shirika la SOS Children Village wanahusika na nini na huu mradi wa Arusha Reinnovation ni kitu gani. Nadhani tutakuja kupata kwa undani zaidi. Lakini hapa tupo na Dr. Pasco Kangiria. Mimi nimemtambulisha lakini nitajitambulisha kwa undani wake ili tuweze kuanza mazungumzo yetu moja kwa moja. Karibu brother. Naam, asante. Naitwa Pasco Daniel Kangiria kama jinsi ambavyo mtangazaji amenitambulisha. Mimi ni mtumishi wa umma, nafanya kazi ya halmashauri ya wilaya ya Arusha. Pale mimi namsaidia mganga mkuu wa wilaya majukumu ya kuratibu mambo ya afya ya akili katika halmashauri. Na pamoja na SOS Children tumekuja hapa kwa ajili ya hoja ya afya ya akili. Kama jinsi ulivyosema, ukiniona unakumbuka Siha Angavu. Huwa ninapenda sana kuitumia hiyo kwa sababu ndio inatambulisha mambo ya afya ya akili. Yani Siha Angavu, afya njema. Na tukaja kugundua kwamba afya iliyo njema ni afya ya akili na afya zingine nyingi ambazo leo nitazisema. Na ikishakuwa njema afya ya akili, basi wewe ndo binadamu. Manake binadamu ana akili na utashi. Akili wote tunayo. Akili zetu zinaanzia kwenye mitazamo. Mitazamo inaathiri mawazo yetu, mawazo yanabadilisha hisia, hisia zinaamua tabia, na tabia ndio akili. Na tabia ndio afya ya akili ya mtu. Ambapo ndani yake ina hisia. Kwa hiyo utashi ule unatusaidia uwezo wa kufanya maamuzi ya kila siku. Kwenye Biblia wanasema binadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, akapewa akili na nini? Na utashi. Ukishakuwa na hisia za juu sana, ukiwa too emotional, uwezo wako wa kufanya maamuzi unashuka. Na sisi tunapambana watu wabebe salama hisia zao ili waishi. Kinyume na hapo utakuwa uliwahi kupita tu duniani, hutaleta tija. Na sisi tunataka watu wenye tija. Watu wenye tija ni watu ambao hisia hawazijaziweka kipaumbele sana. Wanazibeba salama hisia zao, alafu wanaonyesha tija. Utaonyesha tija kama una utulivu, hasa utulivu wa akili. Hii ndio hoja ya msingi. Bwana, sawa. Na leo umesema tunajikita katika afya akili katika makuzi na malezi kama sijakosea. Na kuna ile kauli wanasemaga kwamba kila binadamu ana tatizo la afya akili. Hivi tunaweza tukakubaliana na hilo? Yaani iko hivyo. Kama ingekuwa ni 100% inaweza kaa zaidi ya 100%. Hakuna mzima. Kwa hiyo hata mimi hapa nilipo na tatizo la afya akili. Wewe mwenyewe una mambo yako unaopambana nayo. Yakikuzidi kuna siku inakuwa tofauti. Nitakupa mitazamo michache kukuonyesha ni kwa kiasi gani watu hawako sawa. Na wanaishi kila siku hivyo hivyo. Kama jinsi nilivyokuambia. Watu wote tuna hisia na watu wote tunasema kwamba tuna huo utashi. Utashi ni intelligence. Intelligence inatupa uwezo wa kufanya maamuzi ya kila siku. Sasa utakuwa mzuri kufanya maamuzi kama hauko too emotional. Ndio maana kuna mtu mmoja anaitwa Daniel Goleman aliwahi kusema kitu kinaitwa emotional intelligence. Akisema ni uwezo wa kubeba hisia zako, alafu utoke nje ubebe hisia za watu wote hapa ofisini. Ambao na wenyewe wamebeba hisia zao. Kwa hiyo kimbembe kinaanza, jibebe kwanza kabla hujaja kubeba wengine. Umeone? Na wanasema kwamba uwe na uwezo wa kuwajua wengine pia wanapitia changamoto kama wewe jinsi unavyopitia changamoto. Na kwenye jamii zetu ili ujue kwamba watu hawako sawa, bahati mbaya unaweza kumkanyaga tu kwenye daladala atakutukana njia nzima mpaka kwa Morombo. Na atakusonya wakati unashuka.
Mwingine hata akiwa anaenda tu barabarani tu akakuta TV inaonyesha, ashasahau anaenda wapi, achelee kukaa kuanza kuangalia TV hapo hapo. Ashasahau anaenda wapi. Yaani watu ni wa moto sana. Na watu wanapitia mengi katika maisha yao. Hakuna mzima. Baba ana hisia zake, mama ana hisia zake, mtoto ana hisia zake, ndugu na jamaa wana hisia zao. Kwa hiyo tukikutana tunatiana moyo. Hata Biblia imesema farijianeni kwa maneno haya. Maneno yapi? Hayo Mungu atakupigania. Na ndio maana hata Biblia imeandika ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo. Huo sio moyo huu unaodunda, ni mawazo tu ya juu duniani kuna mieyusho, ndio ukae kwa kutulia. Mpaka sehemu nyingine wanasema kwamba mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mwenye kuvumilia nini? Mieyusho ya dunia. Sehemu zingine wanasema kwamba msifadhaike mioyoni. Hizo ni koti za Biblia. Msifadhaike mioyoni. Ukifadhaika ushaugua akili. Sasa akili yako isipate shida. Si mnaniamini mimi Mungu nimeenda kuandaa makao, basi ndo mkae kwa kutulia. Kwa hata Biblia ishajua kwamba hapa duniani ni pamoto. Kwa hiyo hakuna namna kwamba anatokea mtu ambao akawa salama kwamba ana tatizo la nani. Hakuna aliye salama. Kila mtu anaruka madimbu yazikanyage maji, mvua ishanyesha. Iko hivyo, hakuna mzima. Na ndio maana tunasema haya mambo. Na utakuja kugundua siku za karibuni ukubwa ili tatizo unazidi kuongezeka. Sure. Na unazidi kuongezeka kwa sababu moja kubwa. Mambo ya malezi yameshuka sana. Yameshuka sana. Na ndio maana hii taasisi ya SOS Children ambao wanahusika sana na malezi na makuzi ya watoto wamekuja na hii program ya Arusha Renovations. Wakifanya hii huduma katika jiji la Arusha, wakifanya hii huduma katika halmashauri ya Meru na wakifanya Karatu. Kwamba wanajaribu kuwawezesha wazazi na walezi katika dunia ya leo yenye mchanganyiko waweze kujua namna njema ya kubeba maisha ya malezi kwa watoto wao. Maana saizi watu washavurugwa kabisa. Wazazi saizi wanazungumza sana vibaya kuhusu watoto wao wanachowatendea. Mama mmoja akaniambia mimi ni mwanangu lakini simuelewi, haridhiki na hii familia tuliopo. Mtoto anasema kabisa nachukia kuzaliwa familia masikini. Nachukia, yani mpaka anasema huyu anachukia kitu gani? Mbona tunajitahidi? Kwa hiyo watu wana mitazamo tofauti na maisha ni mitazamo na kuitafsiri mitazamo ili uje uishi. Yaani lazima uijie dunia kabla hujaja kuishi duniani. Sio unakuja duniani hujui dunia ikoje, utakuja kushangaa hapa na ndio utaanza kuugua akili. Kwa hiyo maisha ni mitazamo. Maisha ni perspective and perceptions. Kabla sijaanza kipindi niliwauliza ndugu zangu maswali hapa. Nikaambia kila mtu katoka kijiji chao. Yaani kuna mtu huenda ametoka kule Mbeya. Mtu wa Mbeya amekuzwa na kuzaliwa Mbeya na mitazamo ya Mbeya. Alafu kuna mtu mwingine hapa ametoka kule Meru. Akija mjini lazima ajifunze mjini kukoje. Ukija na mitazamo ya kwenu hapa mjini utagombana na kila mtu. Utaishia tu kusema kule kwetu. Sasa hapa sio kwenu, hapa mjini utagombana hadi na jamhuri. Hapa tunaishi kulingana na taratibu na sheria. Taratibu fuata taratibu. Yaani hapa lazima ujifunze. Ndio maana tunasema binadamu ni learning individual. Ili uweze kuishi lazima ujifunze, na kujifunza ni swala la kila siku. Kila siku tunajifunza. Sio unakaa vile unasema unajua enzi zetu ndugu yangu. Hizo ni kauli za mtu tayari kashapigwa tukio. Na kwenye maisha yetu wengi wanapigwa matukio, utasikia tu kauli zao hata kama sio kivile. Yatapita. Mungu yupo. Sisi ndio tunasaidiwa na Bwana. Yaani anatoa tu kauli tu ambazo unaongea, kesho kiamka unaanzia pale na hizo kauli zako. Hoja ya msingi kubali kujifunza. Mambo ya ex mbwa. Utaongea maneno ya kila aina, ila tafuta namna njema upite salama kwenye hii dunia. Wanakuambia maisha ni kama kitabu. Kitabu ambacho unapokisoma ni kizuri lakini huruhusi kurudia kurasa za nyuma. Kwa umakini si unakuwa mkubwa. Kuwa makini kwenye maisha yako. Sio unakaa kizembe tu. Utaanza kulaumu mpaka watu wanaopita barabarani. Ndio maana kuna watu siku hizi wakikaa kazi yao kulaumu tu vitu. Ukianza kulaumu tayari wewe akili ishayumba sana. Usipotibiwa utaenda mbali sana. Dr. Pasco, tumeanza kwa mifano mizuri. Labda tujikite hasa katika afya ya akili, hasa katika malezi na makuzi. Mtu anaposikia ana tatizo la afya ya akili, kwa sababu mara nyingi sio kwamba yani tunalenga katika tatizo, si katika upande mazuri. Ana tatizo la afya ya akili. Lakini sijawahi kusikia kwamba mtu anazungumzia kwamba akili yake iko sawa. Watu wanazungumziwa ni mtu mwenye tatizo la afya ya akili. Au tunasema ile siha angavu imepotea. Na kingine pia malezi yanaathiri vipi afya ya akili? Okay, asante. Nitaanza kujibu lakini kwa
kuanzia mbali sana. Katika kujifunza maisha na mambo yake toka zama za kale, hatujai kupata ahadi halisi ya nini maisha yatatupatia. Na wazazi na walezi katika nyakati mbalimbali wamekuwa na namna mbalimbali za kutambulisha maisha katika namna yake kwa vijana wao. Mpaka wanawanunulia nguo, utafikiri waliwaambia. Mpaka wanawapikia pilau, utafikiri watoto walitaka. Yani ni wazazi wanapambana tu kutambulisha maisha. Na kuna namna nyingine ni mbaya ya kutambulisha na kuna namna nyingine ni nzuri ya kutambulisha. Na ndio maana tumekuja na hii program kusaidia wazazi wana namna nzuri ya kutambulisha haya maisha. Yani usitutambulishie maisha ulivyokuzwa wewe. Haya maisha yanayoendelea sasa hivi. Na kimsingi furaha ya maisha ndio imekuwa hitaji la kila mtu katika kila familia. Hasa maisha ya kijamii. Na hizi si angavu ulizosema wewe, zinajaribu. Kumbuka neno hilo, zinafanya nini? Zinajaribu kutupatia huo utulivu wa akili, ila zenyewe hazijawahi kutoboa. Kwa sababu hakuna mtu ambaye amepoa hapa duniani. Kila mtu ni wa moto. Kila mtu ni wa moto. Tena wale ambao wanafuatilia Biblia utakuja kugundua toka dhambi imeingia pale bustanini. Nadhani ndio kila mtu alianza kuugua kwa muda wake. Kwa sababu katika akili ya kawaida Mungu aliumba wale watu wawili. Eti Mungu kawaumba alafu anaita njoni tuongee wanagoma. Hivi akili iko timamu. Yaani aliyekuumba anataka kupiga story na wewe afu utaki. Sasa unaona kabisa huyu mtu akili. Adamu aligoma, akamwambia bwana Adamu leo vipi? Adamu kala tunda tayari vitu vikafetuka. Wewe Adamu vipi? Adamu kakataa. Kwa tatizo lilianzia. Yaani tatizo ndo lilianzia pale. Adamu kala tunda, nyaya zikachomoka. Anaanza kugoma, anaambia vipi? Huyu mwanamke, si unajua mtu anaanza kusingizia watu. Shatupa lawama tu. Ushaanza kutuma lawama tu kwa watu, tatizo limeanzia hapo. Hapa duniani 80% ya matatizo yetu tumejitakia. Umejiposition, umejiegesha. Ukianza kulaumu watu ina maana wewe hujui namna ya kujiegesha. Umeona? Kwa tatizo ndo lilianzia pale. Baadaye wale watoto wao wanaosoma Biblia watakuja kugundua, baadaye wakaanza kuoneana fiti na zile imvi zile. Wakauana. Kaanza kwanza huyu siju sadaka yake inakubalika. Yaani matatizo ndo yanaanzia pale pale. Watu wengi wana vijicho, mtu anaumia, wewe unavyotangaza hapa, roho inamuuma, mpaka anakuambia unatangaza vizuri lakini sio kivile. Unagundua tayari ukashapigwa tukio. Umeona? Yaani watu hawana uwezo wa kusifia mambo mazuri ya watu walioyafanya katika utulivu wao wa akili. So muda wote tunavurugwa. Kuna wakati tunapata kautulivu kidogo kwa muda mfupi. Basi katumie vizuri, ufanye mambo yenye tija. Umeona? Kwa kimsingi furaha maisha imekuwepo hivyo katika jamii zote katika hii dunia. Na katika fadhaa ambao ni halisi, watu wengi hawana utulivu. Watu wengi hawafurahii haya maisha. Watu wengi haya maisha wanaona kama vile yamekuja bahati mbaya kwenye maisha yao. Na ndo tatizo linapoanzia. Sasa kama tutajaribu kwa kiasi chetu kupata huu utulivu wa akili, tutakuwa bora sana nyumbani, tutakuwa baba bora, tutakuwa mama bora, tutakuwa kaka bora, tutakuwa dada bora. Lakini hata maeneo ya kazini tutakuwa na tija. Tutakuwa na tija. Si ndio? Kinyume na hapo tutaanza kuona maisha yashashindikana. Na utatupia lawama kila kitu. Ndio maana nikakwambia kuna watu kazi kulaumu. Atakaa nje kibaraza analaumu hadi wapita njia. Mwanamume mzima anaendesha IST. Kiatu kizuri anakibuluza. Alafu anasema yuko very emotional. Sasa anasema hizi vitu vya watu mbona vinakusumbua? Akichoka anaingia mtandaoni, sijui ndo Instagram, anaanza kuandika negative comment. Kakuona tu siku ya kwanza alivyo na mandevu yake atakuwa mwizi. Unamjua. Alafu anaenda kulala. Kwa ametaabika mchana na usiku kama kawaida. Ndoto zetu ni mambo ambayo tumepitia kutwa nzima. Kwa kataabika mchana, usiku mandoto tena anakuja yale. Anaanza kuongea yale mambo kwenye ndoto. Unajua kwenye ndoto watu wanaongeaga wengine. Na watu wanaoweseka kwenye ndoto ni watu ambao utulivu haukuwa mzuri. Lakini kama ulikubali siku ishe, Biblia na Korani nasema tafuta kumalizana na siku. Ikifika jioni malizana na siku. Kuna siku inaisha una madeni, kuna siku inaisha unadaiwa sana. Yaani siku ni za moto. Kwa lazima ukubaliane na siku, ulale asubuhi tena bingwa uamke ukapambane. Sasa unajifanya ndio umekuja kubeba dunia ndugu yangu. Ulikuja, ujue duniani tumeletwa. Sasa kama tumeletwa si utulie, usikilizie, wale kuleta wanajua nini kinaendelea. Na utakuja kugundua sehemu kubwa ya mambo ambayo yanafanikiwaga vizuri tunafurahi kwenye maisha, hatukuyapambania kivile. Yalikuja tu automatic. Kwa ili tutoboe lazima tuwe kama kijiti kinachoelea. Maji yakija na kupeleka magharibi unaenda, yakikupeleka mashariki unaenda, lakini ndo unaondoka hivyo. Ndo maisha yanaendelea hivyo. So umekaa tu afekipa afebeki lazima nitoboe, utakipata unachokitafuta. Utaanza kulaumu watu. Kuna swali kaniuliza, malezi yanaathiri vipi? Hakuna mtoto mbaya. Hakuna mtoto mbaya. Wabaya wote wazazi. Narudia.
hakuna mtoto mbaya, wabaya wote wazazi. Hapa studio hapa kama mpo watano, nikiwapa simu ya aina fulani, baada ya wiki 2 nikirudi nitakuta mmeweka program zile software mnazozitaka. Kila mtu ataka anayoitaka yeye. Si ndio? Kwa watoto wanakuja ni kama vile simu inavyokuja haina program yoyote. Alafu yale malezi yale exposure, tunasema childhood experience, anazotambulishwa maisha, ndio inamfanyia kuchomeka nyaya zinazotakiwa. Kwa kuna wengine wamechomekwa nyaya vizuri, kuna wengine hawajachomekwa nyaya vizuri. Ndani ya familia hata kama mpo watano, kuna wengine hawakuchomekwa nyaya vizuri. Kwa hiyo tunakuja kubeba sawa sawa hisia kutokana na jinsi tumeishi na akina nani wabebaji hisia. Of course tunakubali kuna jambo la kwanza la vinasaba, tulirithi vitu. Kuna watu wanarithi magonjwa. Hawa kwao ni emotional family. Hawa kwao wapole wa ungano, ukija ukitukana na kutazama afu anakuacha hivyo hivyo. Kama tunarithi magonjwa ya mwili, hata magonjwa ya akili hapo ya kurithi. Okay. Ndio maana nasema huyu kwao babu yake alikuwaga mpole hivi hivi, na anakuwa vile vile. Lakini atazidi kuwa sawa sawa kutokana vile vinasaba atakavolelewa. Malezi yanashamirisha kwa uzuri au kwa ubaya jinsi ulivyofanya ulivyokuzwa. Sasa makuzi siku hizi hayapo na malezi siku hizi hayapo. Watoto siku hizi wanatunzwa. Yeah, sure. Sawa kwamba hapo kuna tofauti kati ya kulea na kutunza. Wanatunzwa, wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanaenda shule kwenye gari zuri, lakini kichwani hakuna kinachoingia. Nyinyi mtakumbuka, huo ni mfano napendaga kutoa. Hii nchi ya Tanzania toka imepata uhuru kuna vizazi 4 vya watu wazima. Ingawa kuna kizazi kingine cha 5 kinakuja muda si mrefu. Nadhani miaka 2 au 1 kuanzia sasa hivi. Nitawaambia nataka niseme nini. Kizazi cha kwanza 60 mpaka 70. Ndio kizazi cha kwanza waliozaliwa miaka hiyo. Tena wengi saizi washaanza kustaafu maofisini. Yeah, sure. Kizazi cha pili 60 mpaka 70. Kizazi cha tatu 70 mpaka 80. Kizazi cha 4 80 mpaka 90. Hapana. No. Nimeruka. Kizazi cha kwanza 60 mpaka 70. Kizazi cha pili 70 mpaka 80. Kizazi cha tatu 80 mpaka 90. Kizazi cha 4 90 mpaka 2000. Unajua aliyezaliwa 2000 ana miaka 25. Si mtu mzima yuko kazini. Yeah. Achana na aliyezaliwa hapa katikati, kwa sababu kuanzia mwaka 2000 mpaka 2010, 2010 mpaka 2020 kuna mambo yametokea zaidi ya speed ya SGR. Na kuna watu hapo tayari ni watu wazima, kesho kutwa wanaingia kwenye majukumu ya kazi. Yeah. Si ndio? Sasa kizazi cha kwanza na cha pili wale watu walikuwa ujamaa na kujitegemea. Zinajua? Yeah. Afu wengi walikuwa wajaja sana mijini. Yaani watu walikuwa wanalelewa pale pale nyumbani. Baba ukitoka kazini straight nyumbani, hakuna cha kupita popote. Hata kama unaingia kilabuni ni kilabu cha hapo mtaani. Baba yuko sehemu. Wanamwona yule pale. Yaani watu baba hebu ngoja nimalizie kwanza nakuja. Anapiga pafu moja anarudi nyumbani. Kizazi cha pili bado walikuwa ujamaa na kujitegemea kidogo. Kizazi cha tatu ni kama ndo wanapita kwenye transitional. Ingawa bado walikuwa na elementi nzuri za jamaa na kujitegemea. Kizazi cha 4 90 acha tofauti hizi. Unajua kipindi hicho tulikuwa tushabadilisha utaratibu, ikaa ni uchumi uria. Mama anaenda kutafuta, baba anaenda kutafuta. Yeah, sure. Na ndio maana watoto wengi waliozaliwa kuanzia 90 mpaka siku za karibuni, kadri siku zinavyozidi kwenda ni kama vile utulivu unapungua. Wa moto hao hawana subira, ila wamesoma vizuri shuleni. Yeah. Wamefaulu wao GPA kubwa, basi twende ukafanye kazi, kila kitu naomba maelekezo. Kama wewe ni umri sikutaji wewe, mimi naongea watu wa umri. Usijisikie vibaya hata anayenisikiliza, si ndio? Kwa sasa nataka niseme nini? Yaani kuanzia hiyo 90 kuja hivi siku za karibuni, mama sikaenda kutafuta, baba anaenda kutafuta. Ikaja issue ya mambo ya dada wa kazi. Wale wapigaje trauma watoto, umeenda kazini wanakatoje makofi anagoma kunywa uji mtamu. Ikabadilika sasa hivi kuna daycare. Yeah. Mimi nilishuhudia kuna mtoto mmoja akawekwa boarding mahali fulani hivi. Ni daycare tu kama boarding tu. Wazao wanakuja kumchungulia weekend wanaondoka. Watu wanapelekwa boarding kindergarten. Watu wanapelekwa boarding shule ya msingi. Watu wanapelekwa boarding sekondari. Anabale na kuvunja huko. Akija ana falsafa tofauti na wazazi wake. Yeah, sure. Anakubishia kila kitu, anakuona wewe ndo mshamba, sijui umetoka kijiji cha wapi. Na wewe mzazi unalazimisha kuelewe, na yeye mwenyewe akuelewi. Hapo ndo tabu inapoanzia. Kule shuleni anakutana na watu wengine waliolelewa tofauti na yeye. Kwa unajikuta anatengeneza falsafa za tofauti na wazazi wake, anatambulishwa maisha vibaya, taarifa nyingi hapewi vizuri, na mwisho mambo yanakuwa magumu. Kwa unakuja kusikia wazazi wanasema ile shule nzuri sana, nataka nimpeleke mwanangu.
Sasa sawa ni nzuri, akishafaulu sana akawa na wa kwanza darasani ndio anaenda kufanya kazi ubalozi gani? Hana moral character, hana tabia za kujibeba, hana self esteem nzuri, hajajishamirishwa vizuri. Huyo anaenda kufanya kazi wapi? Taasisi ipi itamlea? Kwa hiyo ndio maana tukizungumzia afya ya akili, hatuzungumzii tu ile ya WHO aliyosema eti afya ya mwili, ya akili na jamii. Tunaenda mbali zaidi kusema afya ni jumla utimamu wa mwili. Mwili usio na maambukizi, bakteria, protozoa au viral infection. Utimamu wa hisia, wote tuna hisia hapa. Na lazima tufundishe watoto namna kubeba hisia zetu. Na watoto wanajifunza kubeba hisia kutokana na sisi tunavyokaa nao. Unavyokaa naye wewe na mume wako na mke wako, wanawatazama tu. Aongei ila anakuangalia. Na hizo hisia zinaanza kutengenezwa toka akiwa tumboni mwa mama yake. Sasa yuko tumboni mwa mama yake, unamkela mama yake mpaka dogo anakujua wewe ndio Miyayusho na anakuona mpaka siku achezi tumboni. Anazaliwa unamkela mama yake, maziwa hayatoki. Dogo anazidi kukuona wewe baba ndio, wewe sio. Anazidi kukulebo vibaya. Na mpaka inakuja kuonekana wanaume sasa ndio victim wa huu mchezo. Yeah, sure. Umeona? Wanaume hawapo. Mwisho sasa mtoto akishakuwa mkubwa ameshapata kazi, anajikuta tu anampiga mama 200,000 jikoni. Mzee unaachoa 10,000 sebuleni. Alafu unapakwenda kushitaki. Na ndio maana mijini huku wababu wanakufa mapema kuliko wabibi. Wababu wanakosa ile maisha ya kijamii. Kwa sababu afya pia ni swala zima la kijamii, social network. Na siku za karibuni social network imeshuka. Angalau wamama wanajitahidi kuwa na network nzuri. Mama watajitahidi, hata atamtembelea visiting days, ndio? Lakini wababa hawaendi. Hata mama atajitahidi, watu wakijifungua Iringa ataenda kubeba wajukuu, atakaa nao, atacheza nao, ataangalia nao katuni. Babu haendi, utasikia mila zetu. Sasa mila mzee kajihusishe, watu hawakujui. Ukienda kule wanaangalia katuni, unawabadilishia, unasema kuna vita sijui nchi gani, wanakuangalia wale wajukuu wanasema huyu siku ingia sije kwetu, anakuja kwetu. Kwanza anabadilisha taratibu. Mpaka likizo anaulizwa aje babu aje bibi. Wanajibu tu aje bibi. Bibi ndo mtu. Bibi wanaenda nao sawa. Bibi tunaenda naye sawa, yani tunaenda dance naye vizuri. Ila babu akija na masheria mengi nyumbani kwetu hapa. Na watoto wale wana self autonomy kubwa. Dogo ana miaka 5 anakupiga swali gumu. Mpaka unasema hii vipi? Ndio ujibu hivyo. Usipojibu unamtengenezea falsafa mbaya kuhusu maisha. Kwa hiyo hapo daktari nimegundua kitu kimoja. Kwa hiyo kuna athari kubwa sana kwa mzazi ambaye ana tabia ya ukali kwa familia yake. Au kudanganya. Yani utoboi, yani hapo unajidanganya mwenyewe. Sema kuna maswali ya uwezi kumwambia direct mtoto. Watoto wangu wananiogopa. Yani ukiona unaogopa na watoto unajisumbua tu. Wewe kwani uogope wewe kama nani? Yani zile tabia eti mimi ndo babako nishakwambia. Sasa akikujibu mimi ndo mtoto wako nishakwambia, utamfanya nini? Mtikise uone upelekwe dawati la jinsia. Child maltreatment, unasumbua watu. Kaa vizuri. Wewe vipi? Hatutazamii leo kwenye dunia ya leo unaanza kuchimba watu mikwala. Eti mimi ndo mume wako nishasema, sasa na mimi ndo mke wako. Jitikise. Dawati la jinsia. Mimi ndo baba yako. Kwani nani ajui ndo baba kwenye hii nyumba? Humu ndani tuko wote hapa, wewe ndo baba yetu. Baba vipi leo? Umetingwa na nini? Hisia ziko wapi baba? Mbona unajitetea sana kwa kutumia njia ndefu? Ongea, kwa sababu iko haja ya kusikiliza mtoto wako anavyoongea na iko haja ya kuongea ili usikilizwe. Usihisi, ujue yale mambo ya zamani tunaambia mkubwa akosei, ulikuwa ni mambo ya mila za vijijini kwetu huko. Hapa mjini kila mtu anakosea. Hata kwenye Biblia mwisho wa hukumu, siku ya hukumu wataitwa wadogo na wakubwa watahukumiwa. Kwa wakubwa wataingia bure mbinguni. Watu wote watahukumiwa. Kwa hiyo tukae vizuri na watoto wetu. Na wakishabale na kuvunja ungo ndo washakuwa watu wazima hivyo, wanaanza kuishi maisha yao. Waamue wakutembelea wasikutembelee. Na hapa mjini tukishazeeka wote, kama ulikuwa mwema labda ndio utakaa na watoto wako kwenye nyumba zao nini, wajukuu wanakupenda. Kinyume na hapo semio utapelekwa nyumba ya kulea wazee. Hakuna kijiji hapa mjini. Vijiji vyote Tanzania nzima vina umeme wa REA. Hakuna kijiji. Sasa kaa vizuri na watu. Kuwa mbabe utaona. Utapelekwa nyumba ya kulea wazee huko. Wanaamua kutembelee weekend wasikutembelee. Unaona cha kuwafanya, si unakula, kwa nini unataka nini? Sasa kwani tufike huko? Haya mambo tunaambiana mapema ili tuishi maisha marefu. Kwa hiyo nazungumzia afya ni swala zima la kijamii. Kijamii lazima uwe na network kubwa. Ndio maana nasema mjini connection, hauko connected utoboi hapa mjini. Lazima ukae vizuri, uwe na mahusiano mazuri na watu. Hata Biblia yenyewe inasema tafuta kuwa na amani na watu wote. Watu wote kuanzia watoto wadogo mpaka watu wazima. Sasa siku za karibuni nyinyi mnajua. Kadi zote za harusi zinaandikwaga pale chini. Watoto tunawapenda lakini msije. Sasa mimi najiulizaga, watu wazima mnafanyaga nini mkienda kule?
ambao watoto hawapaswi kuona. Kuwepo kabisa. Kitu gani? Na lini ataanza kutambulishwa haya maisha ili ajue kuna hiki. Nikiwa mkubwa na mimi nitaoa kama Uncle Semio. Nikiwa mkubwa na mimi nitaolewa kama auntie hapa. Si ndio? Hiyo ndio falsafa anajengewa toka zamani. Kwa anajua huu mchezo anacheza watu wazima, baadaye anaanza kujitunza. Hujamtambulisha hayo mambo, atatambulishwa kwa njia tofauti. Hapo ndo kimbembe. Umenipa kitu kikubwa sana. Wakimtambulisha mambo ya upinde huko mapema unampeleka boarding huko, anakutana na watu wanatoka dysfunctional family, kwa wazazi washagombana huko, ilimradi mtoto asome. Mpaka kuna shule zingine unaogopa hata siku za visiting day. Unakuta visiting day anatangulia baba mapema, anapeleka mazadi yake, afu anampiga sumu kuhusu mama yake, dogo anavurugwa kichwa. Saa 8 mchana mama anaingia. Mama naye akiingia analeta mazaga yake, mazawadi, naye anampiga sumu kuhusu baba yake. Anachanganyikiwa. Yule mwalimu aliniambia, sisi tumekataa shuleni kwetu haya mambo. Dogo inamchukua wiki 3 kufaulu zile weekly test kwa sababu anawaza kila siku. Mbona wengine wanakuja na wazazi wao? Sisi wazazi hawapo. Wakija kila siku semana, anajengewa falsafa mambo ya ndoa ni ujinga, hayafai, mambo tunavuruga watu. Ndio maana si vema kugombana mbele ya watoto. Na kwa nini mnagombana wewe ampatani? Hilo ni tatizo. Kwa hoja ya kijamii ni muhimu. Sasa nisikilize pia kijamii, kwa nini siku hizi maisha ya kijamii yamepungua? Yeah. Unajua siku hizi hata kule Uchagani wanasemaga Disemba siku hizi hawaendi kivile. Yeah. Anakwambia nikafuate nini? Maisha ya kijamii yanapungua. Leo hii watu wanarudi nyumbani saa 2 wamechoka wote yani. Dogo nendo karudishwa saa 2 usiku. Kwa unakuta hiyo saa 2 usiku basi baba anacheka na simu yake, mama anacheka na simu yake. Kila mtu anacheka na simu yake sebuleni hapo uje. Afa mna anayeongea kainama kila mtu chini. TV inaongea yenyewe, sijui kuna vita nchi gani huko sijui. Chakula kinapoa mna anayekula hapo, dada wa kazi na anacheka na simu yake. Dogo nendo kapewa iPad likubwa anacheka na iPad lake pale anacheza game pale. Na watu wanalala hapo sebuleni saa 7 wanashtua na baby twende tukalale kitandani. Wanalala kitandani saa 11 nyumba nzima inatikiswa na alarm. Mdogo Junior lazima aandaliwe kwenda shule. Anapigishwa mswaki na usingizi hivyo anaingizwa kwenye gari hivyo. Anaenda shuleni anasinzia. Yaani maisha magumu kama nini mjini. Mimi sijui. Au ndo ile kila mtu atachanganyikiwa muda wake ukifika. Sisi tupo kama wataalamu kuwatia moyo kwa sababu unajua sisi kazi yetu ziko kubwa 4. Ya kwanza tunafanya healthy promotion. Sema bro natusema. Na wasema. Ya kwanza tunafanya healthy promotion. Tuna promote mambo ambayo kwenye jamii watu hawayajui. Kama kipindi cha COVID. Mimi si ndo nimekuja kupromote afya ya akili hapa. Ya pili tunafanya healthy prevention. Tunakupa ABC ujue namna kuruka madimbu maji yamemwagika. Afu ya tatu tunatibu, tunafanya curative services. Tunatibu ambao hawakuwa promoted au wamekuwa promoted ujuaji. Unajua sio wabongo tuna ujuaji. Tunasikia hata kama dawa sizipo. Kwani nyinyi madaktari kazi yenu nyinyi? Na ndio maana mkijaga mnaugua hata hatuwashangagi kwa nini mmeugua. Tunatibu vizuri kwa umoja mzuri, tunatabasamia, afu tunakwambia nendeni msitende dhambi tena, si ndio? Jitahidi usiugue tena, si ndio? Ya 4 tunafanya rehabilitation. Tunakurejesha tena uzidi kuwa functional. Sasa kibani hicho ukiugua unaweza usirudi vile vile. The more unavyozidi kuugua unazidi kupunguza functionality. Ndio maana mijini watu wanaugua sana na wanakufa sana. Vijijini watu wanaugua kidogo na hawafi sana. Kwanza vijijini ratiba ni 2 au 3. Kuamka shambani kupiga story kulala. Kuamka shambani kuna story nyingine. Mjini mtu kaamka toka saa 9. Nenda kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam. Na hisi Dar es Salaam inakuwa kimya. Sijui saa 8:30 mpaka saa 9:30. Nadhani. Baada hapo daa yote ni ya moto. Kwa hiyo kwenye mfumo wa kawaida wa malezi na wa afya ya akili ni kwamba watu usiku hawapumziki. Watu hawana muda. Yani kwenye malezi tunahitaji uwepo pale. Watu wote tunazaliwa kwenye duara ya familia. Duara ya familia anaishi baba na mama. Baba na mama wanatakiwa waishi hivyo ingawa watakuwa wanagombana. Maana yake kwenye ndoa lazima mgombane. Na kwenye ndoa msipogombana mnaumwa akili. Yaani kwa nini? Hamna hisia. Kwa sababu ile sio kaka yako. Kupishana mitazamo ni kawaida. Yaani ndoa ni kama ufunguo na kitasa vinafanana. Ila vinakubaliana mlango unafunguka, si ndio? Kwa pambana kupishana kwa kawaida unakubeba salama, unaweka taratibu kama vile yai zipasuke, maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Sio mnanuniana, yani kwenye ndoa mnakaa wiki nzima msalimiani. Yani nyinyi mnauma sana akili na sijui mnataka kutafuta. Na kwa nini mnakaa hivyo? Mnasubiri kombolela. Unajua anavyonyamaza kimya na kuwazia nini? Akikupiga tukio haitaki, lazima ikifika jioni mnaomba nasikiliza tu. Kukubaliana tuje tuishi kwenye ndoa kununiana. Alafu watoto wanatuona. Unajua communication ni verbal na non-verbal. Sehemu kubwa ni non-verbal. Hujaongea dogo ashakuona mnavyo behave. Anaona tu mmenuna unajua hapa kuna kitu.
Afu ni rahisi watoto kusaidi kwa mama kuliko kwa baba. Kwa hiyo mzee unazidi kujilinginiza yani. Usipende kugombana na watoto wako usipende kugombana na mke wako mbele ya watoto. Watoto wanaona hapa sio hapa. Afu baba huyu ndo mtu mbaya huyu. Na kwa nini Dr. Pasco huwa kina baba ndo mara nyingi wanaonekana wabaya kuliko kina mama? Ni kwamba mama anapata nafasi ya kualisha sumu, au ndio baba automatic tu kwamba imejengeka kwamba baba siku zote ni mbaya kwa sababu baba ana nguvu, baba ni mbabe? Kuna kitu kimeingilia kichwani, circumstantial evidences. Yaani mazingira tu yanashawishi hivyo. Mama anakaa na watoto miezi 9 tumboni. Mama ananyonyesha watoto. Sure. Sawa. Wamama wengi wanaogesha watoto kuliko wa baba. Madogo wanazidi kukaunti attachment ya baba na mama, nani anapiga tatubila hapo. Unajua mama anaogesha. Hata angalia asubuhi wanaosindikiza hata watoto kupandisha kwenye basi wengi ni wamama. Baba wako mbize kiguna njia. Usiku mama ananyonyesha kwa tabu, anamshona, ananyonyesha, anapambana kunyonyesha, baba kalala tu, sijui na presentation asubuhi. Dogo anakuangalia tu. Kwa baba hawapo. Akija naye amechoka huko, amepambana kwa ajili ya familia, kama kweli alipambana tunaamini ndio iko hivyo. Karudi amelewa, anatukana yule mama, anatukana mpaka madogo. Madogo anazidi kukuona huyu jamaa mieyusho huyo. Yaani huyu jamaa sio. Alafu kuna bahati mbaya nyingine. Mama nao akizidiwaga anasema ngoja baba yako akija nitamwambia. Baba akija naye hata aulizi vizuri, kumbe ni anatengenezewa jumba bovu pale. Anakamata dogo anachapa. Afu mama anageuka upande wa pili, kaa ule babako atakuchapa tena kama siku nyingine. Washapatana tena, maisha yanaendelea. Ila dogo ashabaki kumlebo kwamba huyu baba ni mieyusho. Baba hatari. Mieyusho sana huyu. Kesho kutwa anasikia baba yenu kaondoka, watakuwa wameenda kwa wanawake wake. Afu jamaa hivi, unajua mwisho wa mambo yote mwanamume anaonekana analuzi. Kumbe ulikuwa umetoka kutukanwa, umetoka kuzalilishwa ili upate hela, familia yako wapate ada, school fees wavalishwe, ada na kila kitu. Hawajui hayo mambo. Na sasa ngapi wataambiwa? Wewe uko kiguna njia. Pata muda wazee na watoto wenu. Hata kama uko busy kiasi gani, pambana weekend moja, chukua binti yako ukae naye ajifunze wanaume wakoje, wewe si ndo mtoto wake. Kwa sababu first love wa mtoto wa kike ni baba yake, na ni vice versa pia kwa jinsia ya pili. Kinyume na hapo tunaharibu watu kwenye jamii. Maisha ya kijamii siku hizi hayapo. Hayapo kabisa. Watu hawana muda. Utasikia dada wapeleke, wamekula hao, naomba basi wakimaliza kula waogeshe walale. Akishabale na kuvunja ungo anakuwa mtu mzima. Hataki story na wewe. Ni mnaongea kukubaliana kutokubaliana. Unaweza ukasema na asifanye. Na anaishi kwake huko sijui mkoa gani, unaenda kumfanya nini? Wewe unaweza ukaingilia ndoa ya mtu, unaonekana unaumwa akili. Kwa inabidi utulie. Sasa hoja ya mapema semio, mapema kaa na watoto wako wakukumbuke forever. Usichimbe watu mikwala. Kuwa pale watu wakuelewe. Kwa hiyo ni afya ya muhimu sana ya kijamii inavyoathiri afya ya akili. Afya ya akili ni mitazamo. Na sisi tunasema hatuwezi kubadilisha vinasaba vyetu tulivyozaliwa navyo vile vya magonjwa na nini. Lakini tutaweza kubadilisha mitindo yetu ya maisha. Mitindo yetu ya maisha vipi? Mifumo yetu ya malezi. Mifumo yetu ya kukaa nao. Mifumo yetu ya kujihusisha nao katika mambo ya maisha. Na sio unachimba chimba tu biti, shauri yako watazoea mabiti yako. Yaani uheshimike kwa sababu ni baba, na sio unaheshimika kwa sababu eti unachimba mikwala. Ukianza kujiona unatumia mikwala, wewe ushashindwa kazi hiyo ya malezi. Mikwala ya kazi gani? Dr. Pasco, kuna namna ambavyo inaweza ikaathiri na kuleta tatizo la afya akili kwa tamaduni. Mathalan wakati unasema ulimuuliza Flora ametokea wapi, akwambia ni Mbeya. Mimi mathalan natoka Andeni, Tanga. Nimekuja kuweka makazi ya Arusha. Na muoa Flora ambaye ametoka Mbeya, amekuja kuweka makazi ya Arusha. Tunakutana, tunakuwa kitu kimoja. Hii inaweza kuwa chachu ya kuleta athari kubwa katika upande wa afya akili. Sana. Kuna siku nilijifunza kitu. Na nikasema dafu hii kitu ni kweli. Nitakupa mfano rahisi tu ili unielewe. Kuna siku moja nilienda Kenya. Nikajifunza kuna lugha inaitwa Sheng. Wakaniambia hii Sheng hapa Nairobi ni mchanganyiko wa Kiingereza, Kiswahili na lugha zote za Kenya. Eti ile parking slot kama pale chini pale kwenye kile kivuli mmepaki magari pale. Pale Nairobi inaitwa Kanjo. Kaa gari afu njoo Kanjo. Umeelewa? Sasa hapa mjini hapa kuna Wanyamwezi. Hapa mjini hapa kuna Wagogo. Hapa mjini hapa kuna makabila yote ya Tanzania yako hapa. Kwa hiyo lugha inayozungumzwa hapa, falsafa ya maisha hapa mjini ni Krioli. Wanasema Kiswahili ni Krioli, mchanganyiko wa lugha mbalimbali kama ile lugha ya Kenya, si ndio? Kwa tabia ya watoto watakaojenga hapa mjini, falsafa yao
sio ya kabila la baba yake wala la mama yake. Na kuna kesi moja niliwahi kukutana nayo. Hawa wazazi ni Wachaga ingawa wanatoka sehemu tofauti. Nikaambia nyinyi mmezaliwa na kukulia Uchagani. Mna falsafa za maisha za Kichaga. Mitazamo yenu ni ya Kichaga Chaga. Lakini huyu jamaa amezaliwa hapa Arusha. Huyu sio Mchaga. Yaani huyu ni wa hapa hapa. Mpaka nikawatania nikasema baba huyu ni mdudu. Nikamwambia huyu ni wa hapa hapa. Sasa huyu ukimtazama usimtazame kama kijana wa kule wapi? Kwenu. Hapo ndo utaanza kufeli. Hapa mjini wanafundishwa kuwa raia wa dunia na raia wa Tanzania, raia mwema. Nyinyi kule Uchagani mmekuwa mnafundishwa kuwa kijana mwema wa Kichaga. Sasa huyu hajafundishwa hayo mambo. Ukija hapo simlazimisha aongee Kichaga wala jibu Kichaga kwa sababu hana muda wa kujifunza hicho Kichaga. Muda wote amekaa na watu wengine tofauti. Usikutoe muda mnaokaa nyumbani ni mdogo sana na yeye na sangapi anajifunza hivyo vitu. Sasa nyinyi anawashangaa na nyinyi mnamshangaa. Yaani nyinyi mnashangaana. Mnashangaana, mnaenda kulala, mkiamka mnaenda tena kushangana, ndo maisha yenu. Sasa nisikilize. Amweni kujifunza kwamba huyu sio Mchaga mwenzenu. Huyu ni mtu tu hapa mjini. Jifunze maisha ya mjini yalivyo. Hapa mjini watu wanafundishwa nini? Sasa na kibaya zaidi kwa kuwa muda wa kukaa na wao kwenye duara ya familia pia haupo. Si nimekuambia wako busy. Sangapi wanawaambia mambo ili watoto wazidi kujifunza, washamirishwe vizuri kuhusu tabia. Kwa unakuta hata huo muda pia kukaa nao hampo, hamna. Sasa sangapi huyu anajifunza falsafa mnazotaka nyinyi ili ukikaa naye umuite huyu ni kijana wetu wa Kichaga au ni kijana wetu sijui wa wapi. Na huo muda haupo. Watu wako bize wanatafuta, baba anatafuta, mama anatafuta. Kijamii huyu mtoto anapata ombwe kubwa sana la kujifunza falsafa za maisha. Sasa afya yake akili inaingia dosari kwa sababu afya ya akili ni mitazamo. Na mitazamo wa kumkabidhisha hiyo mitazamo unaweza kumkabidhisha direct au indirect. Na direct ukiwepo pale unavoishi, unavoongea, unavojihusisha na watu. Sasa wewe haupo kufanya hayo mambo lina yajifunze. Sasa unategemea zitakuwa na tabia za dada wakazi wa mikoa tofauti tofauti wanakuja nyumbani mpaka anavurugwa mpaka wewe mwenyewe ukija kukaa uamini kama ni mtoto wako. Na ndio maana kuna wazazi wengi hawajui watoto wao na kitu gani. Hawajui. Hata siku akiambiwa huyu ndo head boy wetu. Huyu Kikojozi ndo head boy wenu. Wewe mzee wewe, Kikojozi kwako huko huyu ndo head boy wetu, unaongea vitu gani wewe mzee? Hiyo ndio changamoto. Watoto wengi ukiwauliza na kwamba mimi babangu mimi anikubali kivile, yani mimi sijui kwa nini. Ila shuleni anakubalika yeye ndo mwamba, akitokea watu wanampigia makofi. Ila nyumbani anaonekana kidampa tu. Sasa ina maumivu sana mtoto wako akija kugundua nyumbani unamchukulia poa. Afu kule nje anakubalika. Na hiyo inaachaga makovu mpaka anapokuwa mtu mzima. Na makovu mengi nimekuja kushuhudia wa baba ndio yanakujaga kunyooshwa na wale makovu. Niliwapa mfano, si ndio? Lakini mfano huo pia Dr. Pasco ni kwamba hata kwenye baadhi ya familia za mke na mume, mume anaweza kawa anakubalika nje au mke anakubalika nje zaidi kuliko anapokubaliwa na mume wake au mke wake, kitu ambacho inaleta athari pia katika upande wa ndoa. Of course, na ndio maana wengi unazikuta wakati mwingine anajikuta tu ashatoka nje ya ndoa, anajikuta tu kashaibwa na mwanamume mwingine. Lakini unakaa mume wake hana vibe. Uje kumsifia mke wako. Ni siku ukimsifia mpaka naye anashtuka. Leo umefanya hilo kwa nini? Au unataka tendo nini? Anataka kitu unanificha au kuna kitu unanificha? Kuna kitu anataka. Unanipigia tukio gani leo? Baba nani? Wewe huyo unanisifia. Na sasa hata mke wake anaweza kama mama nani? Leo unataka kuniomba milioni ngapi? Mbona umeongea vizuri sana na mimi? Imekuaje leo? Imekuaje leo? Sasa hujasifiwa. Tusivurugane akili. Tusifiane kila siku. Kusifiana ni kawaida. Na sisi kwenye afya akili tunasema afya akili tukisema ni nini? Haki nilikuwa sijaisema toka mara ya kwanza. Afya akili sio ugonjwa. Afya akili ni afya kama afya ya mwili. Mwili si unaugua na akili inaugua. Mwili si unachoka na akili inachoka. Lakini cha kushangaza watu wengi wanapambania sana mwili kuliko afya akili. Na kati ya akili na mawazo. Tuliongea mara ya kwanza. Mitazamo, fikra, mawazo. Mawazo ya binadamu yanaitwa trafficking thought. Yaani kuna wakati yako kwenye jam. Asubuhi magari mengi na jioni magari mengi. Mchana magari yamepungua barabarani, si ndio? Msongamano ambao upo sasa hivi stendi kubwa ya Arusha usiku haupo. Sasa piga picha mawazo yako yakiwa katika heka nyingi kichwani. Huyo binadamu anakuaje? Sasa hii trafficking thought kuna wakati inaitwa automatic thought. Yaani ni yale mawazo hujayataka ashakuja. Yaani mimi hapa inawezekana naongea, kuna mtu ananisikiliza afu kuna pointi nikigusa nishampeleka nyumbani kwao sebuleni amekaa. Hapa mimi navyoongea kuna pointi inaweza nikaigusa kuna mtu yuko nje ya panda haimo. Umeona? Kwa mawazo yako hivyo. Nikana natoa mfano sehemu fulani nafundisha walimu. Eti nikamwambia mwalimu umekaa unasaisha mtihani. Mawazo kama kaida akaje. Unajua hiyo automatic thought ya binadamu ina kaida ya kutupeleka kwenye negative thought. Sure. Anasaisha afya ya automatic thought ikaja. Mwanao hajapewa uji na dada wa kazi. Akaacha kusaisha.
Akashika simu anaanza kupiga. Nikamwambia sasa umeshika simu kuanza kupiga ndio ukagundua kweli hajampa huo uji na huwezi kwenda kumpa huo uji na ndo tena ujisikii tena kuzaisha. Si kazi ishaharibika. Ndio basi tunasema live the present, enjoy the moment. Kinachoendelea sasa hivi ndio hicho. Uwe na mindfulness kubwa. Yaani mambo ambayo yako nje ya upeo wa macho yako yaache hivyo hivyo. Mungu unaweza anatupigania. Unataka ufunge CCTV kamera kila sehemu. Hiyo ni anxiety hiyo. Utaugua sana akili. Kuna nini kinaendelea? Amekula. Wewe ushatoa maagizo ndugu yangu, si utulie, yatatekelezwa. Yasipotekelezwa wasamee na walitingwa, kwani kuna shida gani? Kwa hiyo kwa mtu ambaye anafuatilia matatizo ya watu, huyo ana utulivu. Anaumwa huyo na asipotibiwa anaondoka. Nitakupa mitazamo chache. Nataka nimalize kwa kitu kidogo. Alafu nitarudi tena kwenye swali lako. Hii automatic fault ya binadamu, tafiti zinasema binadamu ana mawazo 12,000 mpaka 60,000 ndani ya masaa 24. Na sehemu kubwa mawazo ya binadamu ni mawazo hasi kwa zaidi ya 80%. Kesho yake binadamu atawaza kama jana yake kwa zaidi ya 95%. Wiki, mwezi, mwaka, wewe sio mzima. Ndio maana kuna mtu leo kumnyang'anya mtu penseli shule ya msingi mpaka leo akimuona afu mimi nilikuwa kilanja shule ya msingi. Kuna mtu siku moja kwenye grupu la WhatsApp aliandika very emotional. Wewe Pascal ulikuwa mnoko sana shule ya msingi. Nikasema huyu mjinga mpaka leo ana mimi. Hajapona wewe. Akikutana na mwanangu chuoni atampigaje supplementary. Ndio maana kuna wengine kwenye maisha wanapitia tabu mpaka unajiuliza nimefanyaje? Kumbe wewe ndugu zako walimpiga tukio. Au tu alivyokuona tu asema mbona kama James alinipiga kibuti chuoni. Abuja kuona afu kama boyfriend yangu aliyeniacha tuliachana tu vizuri, anaanza kukupenda tu semio. Ajali hata kama umeoa kitu gani? Anakuona tu kama boyfriend wake wa enzi zile. Anakusemesha vizuri ndo zavali hivyo. Watu wanaumwa. Kwa mawazo ndio yamekaa katika mazingira kama hayo. Na watu wengi wanaumwa, hakuna mzima. Watu tuna foleni zetu hapa, ada tunadaiwa. Kodi ya nyumba kila siku. Ukiwasha tu simu message zote zinavoingia ni zinakushtua. Kumbuka kurudisha sijui makato ya nini. Ndugu mteja, unajua ombe yani maisha ni stress and coping. Maisha ni risking and resilience. Ndio maana watu wakitaka kukata tiketi wanauliza kabisa, hilo gari lina sehemu ya kuchajia? Kuna siti ya dirishani? Huyo kama dirishani kakaa ni mwanamume kijana yuko. Yaani watu wanajipimia stress. Maisha yalivyo. Ndio maana asubuhi ukitaka kuondoka unahakikisha unachaji simu usiku ili iko full. Utaki stress za kijinga jinga. Unataka kuondoka asubuhi na gari yako unakagua maji, tairi nini, unasema okay, kwa sababu unajiriski kuingia barabarani unaweza usirudi. Kwa maisha ni stress and coping. Hoja ya msingi, una coping mechanism. Maji unajaza mpaka juu kwenye kibobo. Maji yenyewe yakijazwa kwenye chupa ya soda hajai mpaka juu. Yanaachwaga nusu kidogo pale kwa ajili ya kutanuka na kufanya nini? Wewe kwa nini uachii nafasi? Acha nafasi ya kuexperience disappointment, ya kupigwa tukio, kwa sababu tuko duniani hapa kupigwa tukio. Si Biblia ishasema ulimwenguni mna dhiki. Kwa hiyo mtulie, mpigwe matukio na mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndio anaokoka. Hata mbinguni wanaenda watu wenye utulivu wa akili. Una utulivu wa akili lazima uchome moto. Wewe mbinguni kuna malaika wanatembea majestically kwa madaha, sio watakukwaza. Hapa duniani kuna watu wakitembea kwa madaha jinsi walivyo ushaona wanaringa. Sio wanaringa, wana vitu vyao. Wewe vitu vya watu upendi. Alafu nenda mbinguni unakutana na malaika anakatiza. Ule ndo kabisa ndo utamind yani. Wewe inabidi ubaki. Umeona? Hapa duniani utakuta kuna mtu anapita na gari lake, unanunua gari la gharama, unayala mafuta. Mbona uko more emotional kwenye mambo ya watu? Unatoa maoni kwenye mambo ya watu. Unanunua gari kabla hujajenga. Unanunua gari kabla hujajenga. Sasa si mambo ya watu, unatoaje maoni kwenye mambo ya watu? Unaonekana una akili timamu, uko sawa. Mambo ya watu ukiyaona lazima uyapende hivyo hivyo. Kwa sababu yeye mwenyewe kashayapenda mambo yake. Na wakifeli wanasema sio kipaumbele changu. Sasa wewe unaanza kulazimisha mambo ya watu, wewe mambo yako, hatuwezi kutoboa. Nataka nikupeleke kwenye hiyo maana ya afya ya akili ili uzidi kunielewa. Tukizungumza afya ya akili tunasema ni kitu gani? Afya ya akili ni uwezo. Na uwezo ni kitu subjective. Kwa sababu uwezo wa Semio ni tofauti na uwezo wa Joramu hapa pamoja na wa madam pale, si ndio? Kwa hiyo ni uwezo wa kujikubali na uwezo wa kuwakubali wengine. Ukishindwa kujikubali utoboi. Na kama unajikubali it means utaweza kuwakubali pia wengine unaokutana nao njiani. Kama unajisifia utaweza kusifia mtu mwingine. Yaani haiwezekani kutwa nzima mpaka inafika jioni je kusifia mtu, utakuwa wewe una utulivu. Kweli. Uje kupongeza jambo la mtu utakuwa una utulivu. Kuwa na utaratibu wa kupongeza vitu vya watu. Watu wanaopongeza ni watu ambao wao wenyewe wanajipongezaga kila siku. Jipongeze, jifurahie, raha jipe mwenyewe. Ukiweza hiyo utawapa wengine raha.
utawaelewa pia na wenyewe wako kama wewe ulivyo, si ndio? Kwa hiyo upende nguo zao, upende urefu wao. So unasema mimi sipendagi hili shati lako, yani upendi mashati ya watu. Wewe nani? Mimi sipendagi sijui nini, mwingine anasema hizi Pasco ndevu zako hizi hebu toa. Mimi nazitaka, wewe zitaki kwa sababu gani? Wewe kama nani? Kuna shida. Kao ni uwezo wa kupokea na kuchukuliana na hisia pia, kwa sababu wote tuna hisia. Ndio maana tukienda misibani watu wanalia kwa sababu hisia zimeguswa. Wengine wanalia mpaka ndugu wanaulizana yule nani yule. Kumbe amekuja na Nkojola atakuwa naye na misiba yake ile. Ndio maana tunataka watu wamalize misiba yao. Maisha ni bumper to bumper. Kila siku hakujai kupoa. Kila siku kutakucha na makucha yake. Umejiandaa kuparuliwa? Zona tunajipa matumaini kesho kutakuwa sawa. Ni kweli kutakuwa sawa, lakini kama kawaida surprise ziko pale pale. Kwa hiyo mwishoni ubebe hisia zako salama, lakini ujikubali. Na ndio maana tuna vioo kujitazama kwa ajili ya kujikubali. Alafu pia uwakubali wengine, alafu tukuone kazini unapiga kazi. Tukuone nyumbani ni mama bora. Na sio una paniki tu eti kisa watoto hajaosha vyombo. Hujatoa maelekezo vizuri. Ambapo pia hapo umesema kuhusiana na kujikubali. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kumwamini Mungu itasaidia tu kama unajiamini ama utajiamini pia. Iko hivyo. Mungu sio omnipresence, yuko popote. Yaani ndani yako kuna Mungu. Si umeelewa? Hapa kwenye tunavyoongea Mungu ametulia anatuangalia. Iko hivyo yani. Ni falsafa chache tu ukizijua tu unatulia tu kwenye maisha na tabu zake. Yaani haya maisha ni kama vile unavokaa baharini. Ukikaa baharini chali unaelea. Na mawimbi siku zote yanapiga kuleta vitu pwani. Unashuka pwani Kigamboni unanunua samaki unaenda nyumbani Kipawa. Hakuna ugomvi. Ila watu wengi wakifika baharini watapatapa. Ukitapatapa hata mkono ukinyenyua unazama. Iko hivyo. Haya maisha usikomplicate. Formula kazuri. Yaani maisha marahisi. Haya maisha bwana tumeletwa. Kwa furahia maisha yako. Sisi ndo tunafanya yawe magumu. Wewe ndo una complicate. Maisha haje kuaga magumu. Wewe maisha magumu. Ndio maana kuna mtu mwingine mvua ikinyesha anailaumu mvua. Unajua kumkuta wewe? Nimeharibia mambo yangu. Yuko very emotional. Mvua. Yaani mvua isinyeshe kisa wewe unaenda kazini. Unauma sana akili. Eti dunia isimame ili wewe uende kazini. Nature ina take place. Na wewe una take place. Pambana na hali yako. Mvua imenyesha kwa na mwamvuli. Jua limekuwa kali kwa na mwamvuli. Eti unalaumu jua. Yaani unalaumu nature, unaonekana una utulivu kabisa wa akili wewe. Unalaumuje nature? Wanasema maisha ni kutatua. Maisha ni kutatua. Sisi ndio binadamu. Binadamu mwenye akili na nini? Utashi. Tumeletwa kufanya maamuzi. Kutatua. Ule utashi unatupa uwezo wa kuchagua mema na nini? Sasa tutakuwa wazuri kuchagua kama hatuko too emotional. Achana na emotional. Hii dunia haitaki mtu emotional. Ni sasa sana mwanafunzi anasoma kwa ajili ya kupata 100. Hii dunia haitaki mwanafunzi anayepiga 100. Wanaopiga 100 wote waje kufanya kazi ubalozi wote. 100 inahitajika na baba yako na mama yako. Dunia inataka mtu anayemudu mikiki ya maisha full stop. Kwa hata kama ukipiga A ya 85 inatosha. Utakopige 100 umekuwa makinzi, unaenda wapi na 100 yako? Yaani hii dunia nzima usitaki wewe ndio uwe na hela. Ukiwa peke yako una hela, semio wengine hatuna hela, unaonekana wewe ndio una shida. Ukiwa peke yako semio umevaa nguo, sio wengine hatujavaa nguo, unaonekana wewe ndio una shida. Tuko hapa duniani kuchangia maendeleo ya dunia. Na tunalea watoto waweze kuwa wazuri kutosha kuja kuchangia maendeleo nini? Ya dunia. Kwa wewe una cha kwako kilete kati, semio lete kati, tufurahie maisha. Sio unakuwa mbinafsi. Ushakaa kwenye kisiwa ndo basi tena. Yaani wewe jaribu kuimagine kwenye haya maisha, eti unaamka, unapanda daladala, udawi nauli. Unashuka unaingia supermarket, unachukua chochote, huulizi chochote. Unaenda polisi unamkuta unamkata makofi. Yaani hivi maisha yangekuwa hivi. Ndio watu wanataka waishi hivyo. Haya maisha yana mipaka, yana limit. Jua mipaka yako uishi. Sio mipaka ya watu, unataka iwe mipaka yako. Unataka kushindwa kuishi. Hata kama mnaishi ndani ya familia, mipaka lazima. Sio unachimba mikwala. Mimi ndo baba yako, mimi ndo baba yenu. Kwani siku kuna utaratibu? Alafu unajua hata kwenye ndoa hakuna baby Januari mpaka Disemba. Hakunaga hiyo. Kuna time unaitwa Mama Halima. Kuna time unaitwa sasa Agnesi. Kuna muda utaitwa wewe. Alafu kuna leo utaitwa wewe njoo hapa. Alafu kuna time unaitwa baby. Yaani lazima ujue saa hizi huyu jamaa yuko kwenye mundi gani ili tutoboe. Usianze kuleta habari za baby wakati mwenzako anakuona kama Mama Halima na umezingua. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo haya maisha yanahitaji mindfulness ya hali ya juu. Shikilia hisia zako za sasa hivi. Watu wengi wanaugua kwa sababu wako sasa hivi wanawaza mambo ya jana. Wako sasa hivi wanawaza mambo ya kesho. Kesho nitafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Una uhakika? Wanasema ishi sasa. Ishi sasa. Live the moment.
live the present, enjoy the present, full stop. Mambo ya kesho mimi siyajui bwana, mimi kesho sijafika, mimi naishi sasa hivi. Yani leo ishi to the fullest. Hata kama umepata hela, maliza mchezo. Unajua natunza tu ninunue tofali ndugu yangu. Ndo maana ukiangalia kwenye mazingira ya kawaida, watu wanaishi sasa, unaona wakiwa na muendelezo wa kuishi kesho kuliko wale ambao wanaishi kesho. Kwa mfano watu wanayekula bata, unaona wao wanakula bata tu kuliko wewe ambao unajinyima. Unajibana tu. Yaani kwa sababu hakuna kesho. Kesho zote ni leo. Ina maana kama ukiishi leo, wewe utaishi leo tu. Kesho zote si leo. Hakuna lishe kufika kesho. Sasa kwa nini unawaza mambo ya kesho na hujafika kesho ndugu yangu? Unataka kuugua akili. Eti piga wagalagaza fekipa febeki lazima nitoboe. Endelea hivyo hivyo utatoboa vizuri, unachokitaka utakitafuta. Dokta kuna ukijaribu kuangalia katika jamii, mathalan katika mitaa, nyuma mic hapa mlikuwa mkizungumza na Joram, mlikuwa nikiwasikiliza. Unakuta labda katika mtaa wa Joram labda kwa Ugoro pale. Ukiangalia watu wa eneo lile wana tabia ambazo zinafanana. Umeona yani unakuta watu wana tabia ambazo zinafanana. Kwa namna moja au nyingine ukiangalia kwenye upande wa mitaa mingine wana tabia ambazo zimefanana. Na ukichunguza unaona mbona hii tabia sio. Yani kwamba unagundua kwamba hawa watu wana tatizo la afya ya akili. Nimejaribu kuwaza afya ya akili inaweza ikamwambukiza mtu. Yani mimi kama tatizo langu la afya ya akili nikamwambukiza Flora kwa sababu niko nao muda mwingi hapa studio. Neno kuambukiza naweza nikalikwepa kidogo, lakini mazoea hujenga tabia. Kwa hiyo ukikaa na mtu mwenye mazoea fulani, mwanzoni itakusumbua, afu baadaye utazoea. Afu utajikuta nawe unavutiwa tu kujikuta tayari ushakuwa sehemu ya hiyo tabia. Na ndio maana kuna tabia utaikuta Tanzania ukienda Kenya uikuti. Kuna tabia utaikuta Arusha ukienda Dar es Salaam uikuti. Kuna tabia utaikuta Mbeya ukienda Sumbawanga utaikuta. Kila sehemu wana tabia yake. Na ndio maana tunasema watu wanaugua akili pale ambapo wanaishi nje ya social cultural context. Nje ya tamaduni zao. Tamaduni siku zote inatengeneza itikadi. Na itikadi ni falsafa. Si ndio? Ambao hiyo falsafa ndio inatupa hiyo mitazamo. Na mitazamo tunaitafsiri na ndio tunakuja kuishi. Sio, tumeelewana? Kwa tamaduni ni itikadi. Na itikadi inaamua falsafa zetu. Na falsafa hizo si ndio mitazamo? Mitazamo inaathiri fikra zetu. Fikra zinaamua mambo mengi kwenye mawazo yetu ya kila siku. Sababu ndio vitu unavyoviona kila siku. Na mwishoni ndio inaamua hisia zako, na mwisho tutakuona kwenye tabia unavyoishi. Kwa sababu tabia siku zote ni muitikio wa hisia zetu. Kuna kitu kiliingia ndani yangu nikashtuka, nikafanya. Yaani niliambiwa kwenye ile kona kuna nyoka. Kwa hiyo nikifika pale mawazo yatanjia hapa ndo kwenye nyoka ambapo ndio ile sehemu, si ndio? Kwa hiyo fright and fight itakuwa pale kwa sababu hapa ndo kuna nyoka. Emotionally nitabadilika, nitaanza kunyata nikiwa pale. Kwa hiyo watu wanabadilika tabia kutokana na taarifa walizonazo katika hilo sehemu. Kwa hiyo sisi hata tunavyojaribu kutoa hizi elimu, tunajaribu kuchochea mijadala katika fikra zetu. Ili watu kubadilisha mitazamo. Tukibadilisha mitazamo, ndio tumebadilisha falsafa za maisha, na mitazamo ikibadilika, tunatengeneza fikra zingine, na maisha ndio yanazidi kwenda kwa staili kama hiyo. Sema ni vile tu muda unakimbia, lakini unajua kwenye familia na jamii, watoto wana mitazamo tofauti sana kwa wazazi, na wazazi hawaonyeshi watoto wao mitazamo asili ama uhalisia. Ndio maana kuna baadhi ya watoto hawajui kama kuna kupanda shuka, kuna kukosa kwa wazazi, kuna maumivu wazazi wanaweza wakayapata. Hii inaweza kaleta pia athari kwamba watoto mitazamo yao kwa wazazi ni tofauti kabisa na kwa sababu wazazi hawaonyeshi ile, hawawapi mitazamo ya uhalisia, ukweli kuhusiana na maisha. Unachoongea ni sahihi. Utakumbuka kati nasema Tanzania na vizazi vinne. Hivyo hujagundua kila kizazi kina mitazamo tofauti kuhusu maisha. Na ndio maana hichi kizazi cha 2000 mpaka sasa hivi kinaitwa watoto wa 2000. Unajua watu wanaongea hivyo, lakini ni lugha ya bullying. Ni bullying ile ujue. Watoto wa 2000 hawajui. Na wao wenyewe kikao wanasema na nyinyi hamjui. Sio, unaelewa? Yaani wao na mitazamo yao wanayojua. Kwanza wengi watoto wa 2000 hawajazaliwa vijijini. Wamezaliwa mijini. Mambo kushika jembe hajui,
Kwa hiyo utaanza kusema yani hata hujui kushika jembe. Nenda kutazama yani jembe nikishalishika linanipeleka wapi? Mtoto hajui koroboi. Mtoto hajui koroboi. Na anakuambia na wewe mwenyewe hujui artificial intelligence. Kwa hiyo mnabaki kushangana. Na sisi binafsi mimi siipendi hiyo kwa sababu naona kama ili gap tunazidi kulikuza afu linakuja kutuumiza sisi wenyewe. Siku moja nikaa naongea na rafiki zangu hivyo wa Kenya, nikamwambia hivi nyinyi mliwaelewaje wale Gen Z? Wakasema wale watoto balaa. Yaani umekaa hapo afu sasa hiyo wanakugeuka. Watu ajabu sana wale. Nikasema sasa ndio ipo haja ya kupeana mbio za vijiti, si tunagawana majukumu. Hivi unajua huyo mtoto wa 2000 anaitwa leo 2000. Sina miaka 25. Baada ya miaka 10 15 unajua ndo anakuwa bosi. Umemwandaa au sasa hivi unamshangaa jinsi alivyo. Sure. Umemkabidhi kijiti. Mkabidhi kijiti safely, si ndio? Mwisho wa mambo yote sisi tutaondoka, watabaki wao, afu kuna kizazi kingine tena kitakuja. Tutaondoka whether kwa kustaafu, tutaondoka kwa kufa, wao wata take off. Hasa wana take off wakiwa na merit zipi na content zipi ili muendelezo wa tamaduni yetu ya Kitanzania uendelee. Ndio bado tunarudi pale pale, wazazi turudi kulea nini? Na atulee kwa kuchimba mikwara. Tunalea kwa sisi tunavyoishi na wao wanajua huu ndio utaratibu wa nini? Wa maisha. Unaenda naye kwenye biashara zako na anajua biashara ndo zinaendaga hivi. Na unamueleza mambo yako kwa uwazi. So unamficha tu, anakuona mzee una hela tu. Kumbe hizo hela anajua tu za mambo mengine. Kila kikomba kitu sina, lazima ajue unapataje na unatumiaje. Ndio unamfundisha hivyo. Kinyume na hapo haya maisha taanza kuyaona magumu. Ndio hivyo bana. Na anko alikuwa anazungumzia kuhusiana na issue ya jamii. Kuna kipindi niliwahi kuuliza, nilikutana na mtu akawa anasema kwamba vijana wa Njiro ama watoto wa Njiro tofauti kabisa na wakijenge. Wakijenge akimuona mwenzake anapigwa au anapigana huko, atachangia kumuokoa. Lakini wa Njiro ni kama hakuna ule ukaribu kwa sababu hawakutani. Hakuna ule ukaribu wa akimwona mwenzake hana feeling, hawajuani, wanajuana kwamba anakaa pale, hawana common interest. Hii na madhara vitu wanavyovipambania. Ipo, nimesema maisha ya kijamii. Mjini ni connection, ukiwa connected unatoboa, utapata msaada haraka. Umeona? Sasa sumo umeniambia wakijenge wana ujamaa, wanakutana mara kwa mara, ina maana wana bondi kubwa. Hao wengine hawana, kwa hiyo unapambana kimpango wako. Umenielewa? Na sisi tunatamani watu wawe na marafiki wengi. Na kwenye jamii au kwenye maisha kuna aina mbili za watu. Kuna watu wanaitwa introverts, alafu kuna watu wanaitwa extroverts. Introverts ana marafiki wachache. Extroverts ana marafiki wengi. Yaani anaweza kaa na marafiki 5. Ukiniboa wewe anaenda kwa mwingine, siku inaisha salama, yuko fresh, yuko very energetic. Introverts akiongea na wewe jola mkimkwaza anakaa hapo biashara imeisha. Atoboi. Umeona? Kwa tunatia shime watu waweze kuwa connected. Watu waweze kuwa na maisha ya kijamaa. Sasa kuna kakitu kametokea kinaitwa social network. Unajua haka kanavuruga maisha halisi. Hebu jaribu kuimagine ikifika saa 12 kamili jioni mitandao yote ya kijamii inazima vufu. Tupate muda wa kucheza last card. Unaelewa tupate muda wa kusimuliana zile hadithi za uongo na kweli. Sijui Simba akamwambia mke wake. Unajua hizo hadithi hazipa fumusho zilikuwa sungura na fisi. Sungura na fisi. Sasa siku hizi yale masimulizi hayapo. Hawana, ndio maana watu siku hizi wanaugua. Wazazi hawana muda wa kusimulia watoto na watoto hamna muda wa kusikiliza. Anaachiwa hapa anaangalia katuni sijui ya mazombi na mtisha na weweseka, akija kulala usiku na weweseka. Mnaanza kukemea, mnajua ni mapepo sijui madude gani. Unaona mambo yalivyo. Kumbe unaoyapitia mchana natokeaga usiku. Dokta, tunafanya nini kwenye hii karatasi nyeupe ambayo tunatakiwa tuipandikize program au tuiandike? Wino wetu tutumie wino gani sasa kwa hawa watoto? Lakini kuna sisi ambao tayari tumeshaathirika na tupo wengine unakuta ni viongozi, wengine ambao ndio watu tunaona bungeni huko wanataka special privilege. Umeona tayari kwamba tumesha changanywa yani hii safari ambayo ni ya mwendo kasi katika akili zetu inavurugika. Mpangilio ukoje? Nataka nishauri kama mtaalamu. Watu wote genetically tuko na vulnerabilities. Tuna vinasaba tayari vina matatizo. Alafu tunakuja kuishi kwenye jamii ambao pia na yenyewe ina matatizo. Yaani environment tena na yenyewe iko very vulnerable. Si ndio? Yaani leo unachokiongea ndani ya nyumba yako, akitoka nje hawamwambii hicho jamii ya leo. Kile kizazi cha kwanza na cha pili wale
ilikuwa unaweza ukachapwa na mtu yoyote mtaani ukizingua. Ila leo unashikaje mtoto wa mtu? Ngumu. Na wewe mwenyewe huo muda wa mtoto wako una. Sasa nataka tukubaliane. Hebu tupunguze manyanyaso mbalimbali kwa watoto wetu. Manyanyaso ya kimwili, manyanyaso ya kisaikolojia kwa watoto. Tuwe pale. Wakina mama wanakuaga na pochi zao na zibanaga hapa, si ndio? Yaani mwanao kabla hajabalena kuvunja ungo, hakikisha umembana kwenye pochi kama ile ya mama hapa, ile pochi ya kwapa. Yaani uwe pale, anakuwa unamshuhudia, unamtia moyo, unamjengea falsafa halisi. Kuna mengi wanashindwa watoto wanapitia, hawana wa kumwambia. Anakaa tu, anakutana na wenzake mjanja, anamwambia hii ndo namna rahisi. Anaanza kuingia mapema sana katika utumiaji wa dawa za kulevya. Kwa sababu dawa za kulevya zinabadilisha mfumo wa fahamu na akili. Fikra zinapoa, anajisikia vizuri. Na wazazi hawafanyi watoto wao kuwaonyesha tabia zao. Wanawaficha tabia. Yaani kuwa halisi kwa mtoto wako. Yaani mtoto wako ndo kopi yako. Ukisema mtoto wa ajabu, wewe ndo wa ajabu. Lakini jali sana watoto wako, usiwafanyie child neglect. Kuna mtoto unaweza kumuuliza toka ameanza darasa la kwanza alinunuliwa penseli mpaka anamaliza la 7 hajawahi kununuliwa chochote, lakini mwamba kila siku anaonekana ana kompasi na lina mapeni mabikali kibao. Kashaji improvise, kashaanza kuwa mwizi, anawaibia wenzake. Na ndo ashaona ndo maisha, sasa mimi nitafanyaje? Ila wazazi wapo. Umenielewa? Hiyo ni mbaya sana. Lakini kingine, uwezo wetu wa kuwasiliana uwe mzuri, na wajue hii ndo namna ya kuwasiliana. Ajue namna njema ya kuwasilisha hisia zake. Sio anawasilisha hisia zake kwa kulia, kwa kujigaragaza. Aseme naweza nikapata, mwanangu utaweza kupata, hebu vumilia mpaka kesho. So hebu nyamaza kabisa mjinga, sina hela unaniomba kila siku. Akamuombe nani? Wewe ndo babake, wewe ndo mamake. Toa maelezo yaliyonyooka, acha kuwa emotional. Hatujengi watu kwa style hiyo. Lakini usimwekee matarajio makubwa ambayo hayana uhalisia. Eti maliza kunywa uji ndakuletea gari. Dogo anakunywa uji chapo, anajua gari kama kawaida. Ndoka kazini anakuja kupekua pochi yako, hakuna gari. Anakuwa wewe muongo tu. Kuwa halisi. Sure. Nitafanya hivi, fanya. Sio unakuwa unatoa ahadi hazina ukweli, unamjengea falsafa mbaya. Za uongo. Anajua maisha hapa ni oya tu. Unakuwa mswahili tu ndo unapenya. Umekamatwa na traffic, unapiga sound, unajua tufahamiane. Lipa hela ya watu hapo, uandikiwe 30 hapo. Umekaa na mtoto hapa anajifunza, kumbe ukikamatwa na traffic unapiga sound tu, traffic na kuachia tufahamiane. Unajua tunatengeneza kizazi cha ajabu. Sawa. Lakini kingine, kifo cha mtu wa karibu, hapa ndo kuna shida. Watoto ujue wapewaje muda wa kuomboleza. Mimi kuna kesi moja ilikuja kliniki. Wananiletea, wananiambia huyu hataki kwenda shule. Nikamwambia kwa nini hataki kwenda shule? Mimi nilivoongea naye ananiambia bibi amefariki. Na kumbe bibi alikuwa rafiki yake. Bibi alikuwa anampikia uji. Bibi alikuwa ni mshikaji, rafiki sana na yeye. Bibi amefariki, yuko shule, hamjamleta. Mkamzika bibi. Dogo karudi likizo, anauliza bibi yuko wapi? Anapeleshwa, anaonyeshwa kaburi. Nikamwambia sasa huyu ndo kaanza msiba. Na mimi nitaandika ripoti, ndo kaanza msiba, kwa mtulie. Msiba ukiisha atarudi. Mbona mna neglect hizi hisia zake? Usiwaonyeshe maisha. Asa lini atajifunza kwamba kuna watu wanakufa duniani? Lazima aambiwe bana ndo wamekufa. Ajue ndo iko hivyo. So anakupiga maswali, nimemweka mamangu kwenye jeneza kwa nini? Msimuonyeshe mtoto simu. Lini ataona? Ndo amebadilika kuona hivyo na huo umri, ndo tunaishi hivyo. Mambo ya kuambiwa kwamba amesafiri, amerudi. Unajua ameenda safari ya mbali. Ndugu yangu, kwa sababu anakaa na ile tension ya kusubiri kwamba anarudi. Hivi unatengeneza falsafa gani kwa huyo mtu? Haya maisha yana dhiki, na lini tunaanza kutambulishwa dhiki? Muda ukifika. Muda upi ndo huo uliofika? So unasema muda bado, wewe unajua muda gani? Duniani kwenyewe tumekuja kwa style ambayo tumekuja wenyewe jinsi tulivyoletwa. Muda ule sahihi ndo huo uliotokea. Kila kitu tunamalizana saa hiyo. Kesho tunasubiri ngoma nyingine inayokuja. Kesho kuna surprise kibao. Na surprise nyingi za kesho nyingi tunaweza tukazitafsiri katika negative kuliko nyingi ambazo ni chanya. Lakini matumizi mabovu ya vilevi na vilewesho kama watu wazima vinaathiri falsafa zao za maisha. Yaani baba mlevi anaanguka kwenye makorongo huko, watu wanamuokota. Akija shuleni wenzake wote wanamtania, baba yako ndo lile lilevi. Hivi atasoma kwa amani? Hatakuwa tu anainama chini, baba yangu mlevi. Anaogopa hata kusema this is my dad. This is my mom. Mama yako mlevi wanaogopa. Kwa hiyo tukae vizuri mbele ya watoto wetu, tuvae vizuri, tuonekane vizuri na tufanye kazi zetu vizuri. Hapa mtoto wako semia atakuwa anasema, "Can you listen to my mom? Can you listen to my father? He's not talking at the radio."
Unaona vitu kama hivyo. Mtoto ana feel proud kutokana na kazi zako. Yeah, sure. Lakini sasa umekaa wewe mwenyewe mieyusho. Mpaka dogo anaogopa kuwatambulisha wenzake, yule ndo baba yangu anakimbia. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yako mambo mengi kadhaa kwa uchache tukiyafanya itasaidia. Tuwe wa kweli, tuwe genuine, tuwe halisi. Tusifeki maisha mpaka kwa watoto wetu tuliowazaa. Wakija kugundua ulikuwa unawafanyia hivyo, utakipata ulichokuwa unakitafuta. Sio kwa ugomvi, atajikuta tu, anajikuta tu. Kuna watu leo wajisikiagi kupokea simu za wazazi wao leo. Sure. Na ukimuuliza shida ni mimi mwenyewe hata sijui. Moyo wangu tu mzito kupokea simu yake. Sijisikia hata kumpa hela akiniomba. Tena wababa ni kama nilivyowaambia, utapiga simu utasikia nakurudia hawakurudi. Ila mamangu ulikuwa unasemaje? Hata kama hana hela atakopa. Na kwenye ndoa mkiishi vizuri 60-70, mwenye nguvu mama si mmoja tu, miamala kibao, mshua wewe. Na mama akikuchoka naye umekosa vibe, anaenda kusalimia wajukuu nchi nzima. Ziara. Anakula ziara mwaka mzima kwanza bibi. Afu unabaki pale pale tu na kijana mmoja anakusaidia kumwagilia maua. Wanakutoa nje, unapigwa jua, wanakurudisha ndani. Maisha magumu. Mambo ya kujiandaa ucheze draft au ucheze golf. Kaeni sawa hapo. Kwa wazazi wa leo kaeni chonjo. Haya maisha mzunguko. Leo ndo una fursa ya kukaa na watu, kaa nao kwa adabu. Usiwachukulie poa. Kesho kutwa wao ndo watakuja kukaa kwenye mazingira ya kukulea wewe. Wewe leo umempeleka daycare, ukamwacha jioni unakuja kumfuata. Kesho ndiye atakupeleka nyumba ya kulea nini? Wazee. Afu jioni atakuja kukufuata. Hakuna mtu akwenda kuishi kijijini. Tutaishi hapa mjini. Tutajenga sana nyumba za kulea wazee huko Kisongo wapi. Kwa hiyo akina Mzee Semio, akina Jolamu mtawekwa kule. Kama mlikuwa na maisha mazuri na miamba, mtakaa nao vizuri. Babangu aondoke aje. Babangu aondoke. Lakini kinyume na hapo, mpelekeni huyo Mzee Semio mtata sana. Mpelekeni nyumba kulea wazee. Inapigwa tu simu. Huyo mzee amekula huyo. Mbishi sana huyo. Na kutumia 30. Yaani utakufa ila good time upati. Tulee vizuri. Huo ndo ukweli halisi. Kwa msingi wa baadaye unautengeneza wewe mwenyewe. Tunamalizana hapa. Uondoki duniani mpaka ulipe madeni yako. Huo ndo utaratibu. Huo mtihani. Hususan kwenye malezi. Kwenye malezi unachokilea ndo kitakuja kukulea wewe. Umekilea vibana kenyewe kitakubeba hivyo hivyo. Iko an opposite reaction. Aliwahi kusemaga mtu mmoja tulisoma. Iko hivyo. Atuondoki duniani tutalipa madeni afu ndo tuondoke. Kuna mambo mengi sana ya tunatamani kuendelea kuyajua, lakini kwa sababu ya muda, labda hii Arusha Renovation inaweza ikasaidia kwa kiasi gani hiki ambacho tunakipigania katika upande wa afya ya akili, hasa katika makuzi na malezi? SOS Village inaamini kwamba katika dunia hii yenye mabadiliko mengi sana ya kijamii ya leo, dunia hii ya kidigitali, dunia hii ya akili mnemba, dunia hii ambayo leo naweza nikaongea na mtu yoyote pale nikishika tu simu nikiwa na bando, kuna mabadiliko mengi. Wazazi lazima wapate muda wa kusikiliza watoto wao, na sio tu kuhukumu. Wewe malaya ushapita hapa ndugu yangu. Kwa nini umesema hivyo? Umetaja neno gumu sana kwa kizazi chako. Hiyo ni kizazi chako hicho. Mpe nafasi ya kuongea kuhusu hisia zake. Tafuta msaada wa kitaalamu kama sisi wataalamu unavyoona hisia zake sio za tofauti. Lakini watu wajihusishe pia na mazoezi, wale vizuri, wapate muda wa kulala. Na mambo mengi sana yatasaidia. Na sisi tunasema afya ya akili ni sehemu ya afya yako yote. Jali afya yako ya akili. Akili kishavunjika uitwe hata kwenye kikao cha kikoba. Utaenda kuongea nini una sounded mind? Ukopeshwi, akili haiko timamu. Huitwi kwenye vikao vya harusi, utasema mchango. Huwezi. Tunza afya yako ya akili. Kaa vizuri na watu. Heshimu watu. Waombe msamaha ambao na wahisi umewakosea. Jaribu sana kujibidisha kuwa bora wewe. Kingine tunasema msongo wa mawazo unatibika, lazima utafute msaada mapema. Afya ya akili huanza na kujipenda wewe, jitunze, jifurahie, jisemee vizuri. Sio unalazimisha watu wa kuposti, wewe kwa nini ujiposti? Baby uniposti. Yaani uje kunika kwenye status. Ujiposti wewe mwenyewe hapo, unasubiri watu wa kuposti ambao wenyewe wanapambana huko na mambo yao mengi hata huyajui. Amesema hivyo watu walimshangaa sana Snoop Dogg alipokuwa anajisifia yeye, alipokuwa anajishukuru yeye. Aliwahi kusema asante mimi nimeweza kuamka asubuhi nikafika hapa. Asante mimi kwa sababu nimekuwa nikijitia moyo. Watu ni kama walimwona ujamaa anachizika. Hajamuelewa. Yaani Joram iko hivi. You and yourself, wewe na nafsi yako. Nafsi yako amekuwa mwema sana na wewe Joram. Me myself and I. Me myself and I. Toka umezaliwa nafsi yako iko na wewe.
unasoma katika milima na mabonde, katika huzuni, katika raha, nafsi yako iko na wewe. Hivi siku gani ulio kuchukua muda ukajifanyia, tunaita self compassion, ukajishukuru, ukajitia shime, ukajithamini, ukajipa raha? Umepata mshahara wako, unaamua ni leo naamkia Grand Melia na kuja hapa. Atakuja mtu mwingine mwenye afya yake ya akili, unatumia hela vibaya. Si hela zangu, wewe unataka nini? Nimeamua kulala pale, zote ziishe, ni kuangue account, tunaanza upya. Huo ndo utaratibu. Raha jipe mwenyewe, jitoe auti, jifurahie. Sio unaanza kununa watu wakifanya mambo yao. Watu mnatapanya sana mali. Wewe baki na mali zako. Utuachie sisi tujipe raha. Kwani tuteseke hapa duniani hapa na tunaishi mara moja, tutarudi tena? Kwani tupate tabu? Yaani tutaabike mchana nzima, usiku tutaabike kwenye ndoto, kesho tuende tena kwenye mataabiko, tunyooshe. Yaani kila siku unapigwa tatu bila. Hakuna kitu kama hicho. Kireti, Dr. Pasco Kangiria, kati ya wanaume na wanawake wapo athirika zaidi? Wanawake wanaathirika kirahisi, lakini wanatibika kirahisi. Okay. Kwa sababu wanawake wako too emotional, lakini ni wepesi kuonekana, kwa ni rahisi kupata msaada. Hivyo unajua mwanamke anaweza kapewa hela na mwanamume wote barabara hata hamjui. Blaza upewi. Mwanamke anaweza kalipiwa tu nauli tu. Dada nimependa umevaa vizuri, hebu kama 10,000. Unazielewa hizo? Blaza wewe hata ufanye vipi? Utaambiwa tu. Tena kuna mtu akikuona, asemio, hebu niachie 10,000 ya kula hapa. Anakutibua tena. Hivi sisi wanaume ndo tunacholiwa nyaya tu kila siku. Yaani mambo ni magumu. Hatari kabisa yani. Kwa mwanamke wako too emotional, lakini wanaume si tuko logical. Yaani afekipa afebeki. Sikusaidii jana, nilikusaidia. Ila mwanamke mtoto akilia anamwachia tu, basi mwanangu njoo basi Aisha. Umeona tofauti hao na sisi? Na ndio tunahitajiana ili tuweze kuishi kwenye haya maisha. Dr. Pasco, milango yetu iko wazi. Hii elimu ni kubwa sana. Kuna watu ambao wamewasaidia sana humu, wanashukuru kwa elimu hii ambao wameitoa hapa. Lakini wengi pia wanaomba kama kuna uwezekano waweze kuwa nakupata mara kwa mara, lakini tunazungumzia siha angavu. Kuna watu ambao wana matatizo yao personal. Kuna watu ambao kwenye familia yake akiangalia anaona kabisa hii familia yangu bwana, tatizo kubwa ni tatizo la afya akili. Wana nafasi ya kukupata ukawasaidia na kwa staili ipi? Nafasi ipo. Mimi nitawaachia namba. Namba zangu ni Yasi na namba moja tu. Yasi 0713 43 00 96 0713 43 00 96. Tuna kliniki sisi watu, mimi natokea Arusha DC. Tuna kliniki ya utulivu wa akili. Iko Ngaramtoni pale SOS. Ngaramtoni pale SOS pale kuna kliniki pale tunayo. Kwa ukinipata basi tuna set appointment na wewe, tunakubaliana tuonane vipi. Na kila kitu kinafanyika. Usipige simu sana, ukipiga simu sijapokea unatuma tu message unatulia. Utaratibu unapiga simu mara moja, ukipiga sana simu sana unaonekana una utulivu. Hatuko hapa tumeshika simu kusubiri simu za watu. Tuko hapa kuishi. Hivi kwa mtu anapiga simu alafu haipokelewi, anapiga tena ipokelewe. Ana utulivu. Na anaumwa. Ana utulivu. Wewe unapiga simu ya nini? Afu watu wanaamua wapokee simu zao. Wewe unalazimisha mtu apokee simu yako kwenye simu yake. Yani naamua nipokee au nisipokee. Yeah, sure. Nipokee kila simu inawezekana. Simu zingine ukipokea unaacha mambo ya Mungu, unasikia nilikuwa nakusalimia. Au wakati mwingine sipokee kwa sababu niko kwenye session. Naongea na mtu afu iko very emotional, ndo analia machozi, afu tunapokea simu yako ananiambia hela yako imeingia, afu najichekesha mbele yake yule mgonjwa. Atajisikia vizuri? Hapana. Itakuwa madharau. Kwa hiyo mimi ukipiga simu sijapokea, tuma message. Nitakupigia, tutawasiliana. Ni mzuri sana kuwasiliana kwenye message, sio kupokea simu, kwa sababu na mimi mwenyewe natunza afya yangu ya akili. Pokea kila simu wewe inabidi utulie. Dr. Zongo, kushukuru sana na karibu tena Radio 5, karibu kwenye Good Morning Tanzania. Hapa ni kwako, tunaamini muda na wakati wowote karibu uweze kuwasaidia wa Tanzania na wananchi ambao wanatusikiliza kwa sasa hivi. Okay, nashukuru sana. Bwana sawa, tuna la ziada kutoka na Good Morning Tanzania. Nyuma kamera alikuwepo Linus Dennis kwa niaba ya Baba J, Flora Joram, mimi naitwa Anko Sonyo. Kesho pia ni siku tutakuwepo hapa kwenye Good Morning Tanzania na maisha yataendelea, mengi zaidi tutaendelea kufahamishana. Kile ambacho Dr. Pasco amekizungumza unaweza ukaenda kwenye akaunti yetu ya YouTube, au tunasema TV mtandaoni,
at Radio 5 FM, andika tu pale na utaweza kurudia mwenyewe binafsi yako na ukaweza kurudia kuanzia mwanzo hadi mwisho kuangalia nini ambacho kimezungumzwa. Madini ya kutosha. Anaitwa Alicom, yuko na Mishi, wimbo unaitwa Selina. Bye bye.